Karibuni katika kipindi chetu cha Jenara Chat. Na leo mimi na Rebecca tunakuja kuongea na nauliza swali. Kwa nini unachukiwa? Zipo sababu nyingi. Sema mara nyingi watu wengi tunaweza kufikiria tukiona watu wanatuchukia, tunachukua zile negative tu. Kwamba wananichukia labda kuna laana, labda kwa vile mimi niko hivi, labda ningekuwa hivi wangenipenda, labda kwa vile mimi ni mweusi, mweupe, au mimi hivi, mimi ni mzuri. Umeelewa? Tunachukua zile sababu za kimwili kwamba ndio sababu kubwa ambayo watu wanatuchukia. Lakini kumbe yawezekana ni sababu nyingine tofauti na hiyo. Kama ambavyo tumejifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu Yusufu. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mwanzo, cha Mwanzo 37, wale ndugu zake wale, neno lake linasema hivi, huyu Yusufu, neno lake linasema kwamba neno lake linasema kwamba Yusufu akaota ndoto akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Yaani walikuwa wanamchukia mwanzoni, lakini ndoto zake, na sababu kubwa walizokuwa wanamchukia ni kwa sababu baba yao alikuwa amemnunulia kanzu ya rangi. Okay. Sasa najua niambie, kanzu ya rangi. Sisi huyo ni Yusufu, ndio kanzu ya rangi. Sisi je, kanzu ya rangi ina maana gani kwetu? Inaweza kwa nini? Nafikiri mwanzoni nilikuwa nafikiria, nilivyokuwa na kuwa mwanzo nilifikiri ni nguo tu ya rangi, kweli nguo kama nguo. Lakini nimekuja kukuta kwamba tunaona kwamba Yusufu alipewa na baba yake, okay? Na sisi baba yetu tunaamini ni Mungu. Sasa kitu gani ambacho unaweza kuwa umepewa na Mungu ambacho baada ya wewe kukipokea kikaonekana na watu wakajua kabisa huyu kapewa hiki na Mungu? Wako wengine ambao wamepewa kama kina Rose Muhando, sauti nzuri, anaweza kuimba, anaweza kucheza, anaweza kufanya nini, lakini umeshona vitu vingi ambavyo yani mangapi ameshasemwa. Umeona Kwa hiyo nimejifunza kwamba koti la rangi inaweza ikawa ni karama ulionayo, inaweza ikawa ni zawadi kutoka kwa Mungu alizokupa, ambazo zikireflect kwa wengine wanaona kama sijui ndio wivu, au ndio wanaona tu, yani wanakuhate tu for no reason. Umeona? Kwa hiyo sehemu uliyosoma ya Yusufu kwamba baada ya kuja sasa kuota ndoto, ndio pale ambako na wewe hujui watu wanakuchukia. Sasa unakuja na idea vyako. Ndio bwana, mimi nina vision, mimi nina idea hivi. Na kweli unaweza ukaja na idea ambayo kweli ukiisema mtu anaona mbona ameshatajirika kabla hata hajaanza kazi. Umeona? Kwa hiyo utashangaa. Lakini vile Joy, tusisahau kwamba adui mkubwa wa kwanza anaichukia ilo koti lako ulilopewa na baba yako wa mbinguni ni Shetani. Kwa hiyo anawatumia hawa watu wa kufanya nini? Wa kuzimisha ilo koti hilo. Ndio ulikumbuka la Yusufu walivyolifanya, wakalichana wakaliweka damu. Kuonyesha babake kwamba Yusufu hilo koti ambalo amepewa na babake, yani hata wenyewe walikuwa walihitaji hata kulivaa kusema kwamba eti tulichukue tulivae. Wakalichoma, wakalichana, wakalimwagia damu, wakampelekea babake, wakamwambia mwanao ka nani. Au kulichoma actually, walimwagia tu damu. Umeona? Kwa hiyo inaonyesha endelea. Nataka nikwambie hivi, ambacho nimejifunza kutokana hapo nilivyokuwa naongea, ni kwamba kitu ulichonacho wewe sio kwamba mtu mwingine anaweza kukuchukia kwa sababu anataka kuwa exactly kama wewe. Mwingine anaweza atakawa anajua kabisa kwamba mimi siwezi kuwa wewe, lakini anachukia tu. Umeona Kwa hiyo kwa kusema ukweli, in a way unaweza kukuta there is nothing. Unaweza kukuta kwamba hata mtu anayechukiwa kama Yusufu ni mtu ambaye baadaye Mungu amekuja kuiweka kinyume kwamba ndiye mtu wa kusaidia. Ndiye mtu aliyekuja kuwasaidia baadaye. Lakini unaweza kukuta kwamba mtu anamchukia mtu ambaye kumbe mlango wake huko kwa yule mtu, kisa kwa sababu ya ushangazi. Maana mimi nasema ni adui alikuwa hataki hata wale wasaidiwe. Yaani adui alikuwa kwa wote, kwa kaka ni adui wa wale kaka, ni adui wa Yusufu.
Lakini wale kwa kutokujua wanafikiri wanaua ndoto zao wenyewe. Sijui angeishia wapi sasa kama Dania angekufa kweli Yusufu. Ndio hivyo sasa, unajua ndio maana kuna vitu vingine ambavyo unaambiwa ukiwa ni mpango wa Mungu, ni mpango wa Mungu tu na utasimama tu. Na ndio maana bado naweza nikasema hivi, mimi siwalaumu sana na niliwapenda wale sana ndugu za Yusufu. Unajua kwa nini? Kwa sababu walitumika kwa njia ya kuja kuwasaidia wao baadaye. Kwa hiyo ndio maana bado tunarudi kusema hivi, Rebeka, kuna kitu ambacho mtu anaweza akakufanyia, akajua amekufanyia vibaya, akajua amekufikisha sehemu kwamba ndio nafika mwisho, kumbe amekutelezesha. Umeona? Kwa sababu hivi yule angekuwa hana sababu ya kwenda Egypt. Kufanya nini? Na angeendaje? Lakini vile Joy, mimi najifunza kingine pamoja na kwa tunazungumzia hiyo ya koti. Hebu tuangalie, je, sisi mayusufu wangapi tumetaka kuwaua katika maisha yetu? Tukamuona huyu mtu mbaya, yani huyu ana kelele, huyu sijui nini, yani huyu. Kumbe Mungu kamleta pale kwako ili awe daraja lako. Na wewe ndio umeshamuondoa, humtaki kwenye maisha yako. Yani ambacho mimi nimejifunza, Rebeka, nimegundua Yusufu ni kila mtu kwa kila mtu. Yani wewe unaweza kuwa Yusufu wangu, mimi naweza kuwa Yusufu wako. Kwenye area ambayo wewe utanihitaji mimi, nafanyika kuwa Yusufu. Viko vitu ambavyo ninajua kabisa kwamba no matter what you can't get it unless umekipata kwa Yusufu. Okay? Kama inaweza ikawa ni kwa mtu mwingine, unaweza ukatumia muda mrefu sana au kahangaika sana. Okay? Kuna vile vitu vichache ambavyo, kwa mfano, vile vitu uko unataka kufanya, ukasema Joy, hebu unamjua mtu, nimetumika Yusufu pale kukwambia mimi namfahamu mtu fulani, lakini umeenda kwa yule mtu, kwa vile yeye sio Yusufu wa kwenye hilo tatizo, anaanza kuomba mahela mengi, anaanza kuomba hiki, anaanza kufanya hivi. Why? Kwa sababu hakuwa right Yusufu wako wewe pale. Lakini sasa unaweza ukakuta unaenda unamuumiza mtu ambaye ndio amebeba jibu lako. Sasa hapo, kama sio mapenzi ya Mungu, lakini nikifuatilishia kama ni historia ya Yusufu, Rebeka nakwambia ni lazima uumizwe duniani na watu ambao wako karibu, ili kile ambacho Mungu anataka kitoke out of you kwa ajili ya kukusaidia wewe na kusaidia wengine wengi, lazima kifanyike. Kwa hiyo bado tukirudi hapo tunaangalia kwamba kuchukiwa inaweza kuwa ni part, ni part of the journey. Endelea. Mimi napenda, kuna mfano mmoja huwa wanautoa, mfano wa tai. Napendaga kuangalia vipindi vya nature. Tai ili watoto wake wasiliwe na nyoka, anaendaga kuwazaa, yani mayai anataga huko kwenye mapango ya juu sana, kwenye mapango yale yalioko majuu, anataga pale. Sasa vile vikizaliwa, vile vitoto vikishatoka kwenye mayai, anakuwa anaenda anatafuta chakula, anakuja anawalisha. Anachukua vitoto vimekaa kwenye kiota, mama anakuja sasa mwishowe mama anaona watoto wamekua, tokeni watoto watoki, tokeni watoki. Basi mama anakibeba kitoto kimoja, anakichukua, anakinyanyua, afu akifika juu anakiachia. Mbona utapaa, tutaki ustaki. Anaikosea kupaa, anaanguka kwenye mapango yale, kwa sababu ni nani, wengine wanakufa, wengine wana survive. Na ndio maana Mungu saa nyingine akituacha mahali comfortable, we won't fly. We won't be like ego. Na mimi nataka niseme hivi, tusichukulie negative pale ambapo unaona unachukiwa. Na mara nyingine unaweza kukuta kweli unachukiwa na watu ambao hawakutakiwa kukuchukia. Lakini kama umeisoma historia ya Yusufu, you have to know kwamba wale wako kazini wametegeshwa purposely. Mbele kuna nini? Hebu angalia mbele kuna nini? Umeona? Ukianza kuangalia hivyo, jamani, hautamchukia mtu ambaye atakuja akakuangalia kama anaangalia wali uliochacha. Hauta. Unaona wali kwa umechacha, umetamani kula wali umechacha. Yaani unaangalia na unakunja na pua, kwa sababu unanuka. Kwa hiyo ukiona mtu awe ndugu, awe marafiki,
iwe makazini, pako kokote ambako lazima Mungu ameweka mayasufu mayusufu ili wakusaidie. Na mara nyingine kibaya wanachokutendea ndio kinakupush haraka ili uende ukafanye au ukafikie kusudi la Mungu. Kwa hiyo kuanzia leo, na ndio maana Biblia inakuwa haitaki kwamba mtu akuchukie na wewe umchukie. Mtu akikuchukia, ndio maana Biblia inatupaga mistari migumu nayo kusema mpende adui yako kama nafsi yako. Hapo sasa tuna mtihani mwingine. Lakini ndio nakwambia unachotakiwa ni kwamba usimchukie mtu. Unaweza ukataka kumpenda kama hapendeki, fair enough, lakini usimchukie mtu, kwa sababu yule anayekufanyia ubaya leo anakusogeza kesho kutwa utakapofurahia yule in one way or the other utamsaidia. Usipomsaidia akiwa mzima, basi utamzika. Ndio sayansi ya Mungu kabisa. Umeona Kwa hiyo jamani, tuache kukasirika na tuache kujifeel low unapohisi kama watu hawakujali, watu wanakuona vipi, watu hawakupendi. Yaani usinini, kikubwa cha kujua anayetupenda kwanza ni Mungu. Mungu ana upendo wa kweli na anatupenda sana. Na uzuri ni kwamba Mungu hawezi kumwacha mtu anayemtegemea. Hicho mimi 100% nimeshaki prove kwamba Mungu hawezi kukuacha. Rebeka, mimi hapa unaweza tukaongea leo, kesho ukaniuzi nikakuchunia. Uko unategemea nilikuwa nataka Joy anipe kitu fulani mpaka hasira yangu iishi. Kwa nini? Kwa sababu ni mwanadamu. Lakini Mungu wetu hayuko hivyo. Si? Mungu hayuko. Yeye anasema ukimrudia tu ukamwomba msamaha na kusamehe. Kwa hiyo tunarudi kukusisitiza, usiogope wala usisikitike unapochukiwa. Kikubwa tu uwe sure kwamba hujamkosea mtu au hujamfanyia mtu makorokoro mabaya ambayo hata wewe, kwa sababu nafsi zinasema nafsi zinasema kama kweli unakuwa umemkosea mtu, it's okay, hiyo ni aina nyingine. Lakini kama hujamkosea mtu, ujue kwamba unaweza ukawa tu unachukiwa kwa zile talanta au kwa kile kitu ulichokibeba ambacho kipo ndani yako, ambayo ni baraka kwako, ni baraka na kwa wengine. Kama hata haitakuwa baraka kwa hao wengine waliokuchukia, lakini inakuwa baraka kubwa. Kwa sababu kama Yusufu tunasoma baadaye, nafikiri alisaidia wengi, sio tu wale, hata kama ni wale ndugu zake. Lakini mimi naamini kwamba kama walipata chakula, lazima walikuwa wamekula na watu ambao ni wa karibu na kwao, ambao maybe walikuwa na njaa. Mimi nisingeweza kusema nimepata chakula leo, mtoto wa kakangu anakufa pale na njaa, nyamazi. No. Umeona? Kwa hiyo kilifaidisha wengine. Kwa hiyo na sisi acha usisikitike, usilie sana. Ndio pale aliwajibu hivi katika sura ya 50 na katika Zaburi nadhani 111 akasema hivi, kwa sababu nyinyi mlinichukia, lakini Mungu alikuwa amenitanguliza mimi ili kuliokoa taifa. Kwa hata wewe ambaye unachukiwa, unatakiwa ujue kusudi la Mungu katika hizo chuki ni nini. Moja kwa moja tu usione kwamba watu wabaya, watu nini, kumbe lipo kusudi la Mungu kufanya nini ili uje waokoe baadaye. Angalia kusudi. Kabisa. Amen. Basi jamani, sisi tunafurahi kwamba mnaendelea kusikiliza, lakini msiache, kuna wengine ambao labda imepop tu kwako, hebu basi like, alafu kisha share. Jamani, kisha share. Nataka kuyachanganya maneno mawili kwa wakati mmoja, ulimi subiri. Share na subscribe ili kwamba kila inapotoka kipindi kingine kije kwako straight away. Usisubiri mpaka uje ukipate kwa bahati. Na ukiona kwamba hiki kitu kinakuhusu au kinahusu mtu mwingine, hebu mforwardie, kwa sababu wote tunatakiwa kupona. Basi Mungu awabariki sana. Tutakutana wakati mwingine. Amen.